Wajua kuwa una uwezo wa pesa lakini hauna ule uwezo wa kiume wa kuweza kuhimili yale mambo mengine ya kuwa utakuwa una bibi wawili ama utakuwa uwe waogopa. Kwa sababu hawa mabibi zetu wako na vishindo. Ukisema mimi sasa hivi nataka kuoa, nafikiri utakuwa umbakisha kutiwa patroli washwe moto tu. Lakini ukionekana unakuwa mwanamke wa nje, yaonekana ile ni sawa mwache. Lakini mimi jawabu hilo sijalikubaliana nalo. Lipi? Manake yategemea. Kama mtu anridhika na mkewe, ana mke mmoja, ana mali alhamdulillah, ana uwezo bado na pia shababu, lakini hataki kuoa kwa shauri, yule mkewe alionaye anridhika naye, amtosheleza na ankinai amfurahishwa, mwenyewe aongolewa, bembelezwa, tena watafutia nini kwenda kuongeza mke wa pili ulete vita? Sasa tatizo likuwa kuna wanawake ambao wahitaji ambao hawana waume ambao wabeheneka. Kweli masuala ya kuwa wako wengine ambao wabeheneka na wahitaji, kubeheneka kwao haimaanishi kuwa ndio lazima olewe. Mwanamke hukujaliwa, ina maana wewe utakwenda olewa kesho. Si lazima kuwa leo, haimaaniki kuwa lazima watu wote waolewe sasa. Na kama mimi sababu zangu kuwa ninaridhika pale nilipo, si lazima mimi kuongeza jamani. Niko sawa pale niliko, ninafurahi, nina raha zangu, na enjoy alhamdulillah. Kuuliza swali moja. Kabisa nafunga. Nitakuuliza swali moja. Pale mahali ulipokuwa wewe kuridhishwa, umeridhishwa na mkeo na huna haja ya kuoa, lakini kuna baadhi utakuona kuona mahali mtu labda huenda akawa matona mkewe, ushasikia, maskini hali yake taabani, ushasikia, na ama tuseme kama mtu vile amefiliwa, ushasikia, na mumewe yule ana watoto mayatima, ushasikia, yule mtoto mayatima ataka kusaidiwa, na waweza kusaidia ukamuongeza akawa wa pili. Sasa wewe wataka kusaidia, waweza, una uwezo wa kusaidia, si lazima kuongeza. Kama pale uliko mridhika mwenyewe, wataka saidia kwa kuwa kuna mayatima ni haki yao kuwasaidia. Lakini mimi kwangu mimi lazima saa nyingine ukiwajua kuna lengo mtu akwambia wasaidia mayatima, kuna lengo hapo, lazima tambia yule asaidie mayatima, yule ana lengo pale ndani. Kwa hivyo wewe waogopa waje kusema hiyo ni kawaida, waje si wasema. Watu waseme shauri zao, lakini wewe una malengo yako. Na malengo yako kama nia yako ni nzuri, huna malengo mabaya, wale mayatima utawasaidia vile vile, si lazima paka kuoa. Yule mama pia unajua ataka kusaidiwa pia naye. Kifedha utamsaidia. Ni vizuri ukiona yatima mkimfiliwa na watoto bwana, umsaidie katika kumuoa upate kuwalea wale watoto. Chairman, tuseme twende na hii aya ilivyoteremka. Mathna simeanza na hili wa thalatha wa arba'a, si ndio? Kama huna uwe na mmoja, haijaandikwa pale kwamba kama unridhishwa. Ile kuridhishwa ni namna utamlea yule mke, paka akuridhishe yule mke ni vile utakavomlea. Lakini tuangalie ile aya imeanza na wangapi. Kwa sababu gani? Tupate kuastiri, kwa sababu ni wengi. Mwenyezi Mungu alikuwa tayari ashajua kwamba wanawake watakuwa ni wengi kushinda wanaume, watataka stara. Sasa ukisema kwamba mimi naridhika na mmoja, itakuwa hujafanya kitu kizuri. Hawa nao ukiangalia wakiteseka hawa vile wanavyofanya hivyo wanawake wa sasa wanavyokwenda, unaona pia itakuwa sio vizuri. Lazima tuastiri. Kuastiri yenyewe ni kuwaoa, ni ndugu zetu hawa. Leo wanawake wetu wa Kiswahili watembea na watu ambao sio maharimu wao, unaona. Sasa vitu kama hivi ni shame kwetu sisi, twasemwa sisi. Lazima sisi tujitolee, tuwasitiri hawa. Twafanya haya kwa sababu ya kuastiri hawa ndugu zetu wasiharibikiwe. Umeelewa? Ni kweli umleavo ndio atakavyokuwa. Ukimlea vizuri mke, basi ndio unatizama nyumba bwana. Ukikaa na mke wako mfundishe kila kitu. Hata kama yeye mke akikuona wewe ndio vibaya, anastahili yeye pia kufundisha. Hii ni shule, ndoa ni shule. Inshallah bwana.
Wallahi leo mada ya leo naona nzito leo. Jamani, sijui fikra hii yatoka wapi mada hii ya leo. Lakini alhamdulillah tumepata mawili matatu, tushukuru, na kila mtu akili kitwani kwake. Kweli kuna mayatima, kweli kuna wajane, kweli kuna wanaotaka kustiriwa, lakini we mwenyewe wajijua waweza ama huwezi, na wajijua unridhika hapo ulipo ama ukuridhika. Maana waweza kuwa wewe unridhika, unkaa vizuri na mkeo kwa raha zote, lakini ati wataka kuongeza kwa ajili ya kustiri, ukaja ukajitilia kwenye baa kubwa sana, ikawa vita ile raha yote ulikuwa ukipata ikapotea. Kwa nini sasa kujitia kwenye dhiki kama mwenyewe hivi sasa nafurahi? Kwa hivyo akili kichwani kwako, ulazimishwe. Na ndio maana tukapawa option. Kama unridhika mwenyewe na huyo mmoja, uko naye, uko sawa, uko na raha zako, yani ni kuongeza. Sioni mimi kama kuna sababu ya kuongeza, kama na wanawake wale wajane ndivyo Mungu alivyokujalia wewe, lazima ujistiri. Kwa hivyo hakuna sababu ya wewe kutoka ukahangaika kwa shoriati sina mume. Mungu kila mtu akizaliwa ashamwekea riziki yake, ashapangiwa namna atakavyoishi. Hayo yote tushapangiwa. Lile lilokuja kwako kwa kuwa wewe hujaolewa kabisa pengine, basi haimaanishi kuwa huyu alooa mume lazima na wewe pia uje uolewe. Ndugu waweza kuwa anaolewa, wewe hujaolewa, na haimaanishi kuwa maisha hayafai kuendelea. Maisha yaendelee na wewe ufuate Uislamu vile vile. Yule aloolewa, Uislamu unampa guidance yake namna atakavyoishi na mumewe, na yule ambaye hakuolewa pia Uislamu unamlekeza namna ya kuishi bila ya mume. Kwa hivyo hii masuala ya kustiri na kuoa ati wanawake wako wingi isiwe ndio sababu kubwa, kigezo kikubwa cha kuongeza mke. Yule ashapangiwa na Mungu kuwa asiolewe, ashapangiwa na Mungu awe mjane, ashapangiwa na Mungu awe yatima. Sawa? Na katika kupangiwa pato lake pengine liko katika zaka, sisi lazima ndio pale tukaambiwa tutoe. Kwa hivyo tusiwe na sababu ya kuongeza tukasema ati wataka kustiriwa wale, wataka jamani. Jomba yeye asemaje kwa swala hilo? Wallahi chairman, swala zuri sana uliokuwa ukizungumza kuhusu masala ya mtu weza kuwa umekaa na mke wako kwa miaka mingi sana. Saa nyingine huja fitna nyingine ambazo zikamfanya mtu aongeze bibi wa pili. Lakini chairman vile alivyokuwa akizungumza hapa, amezungumza jambo zuri sana. Masala ya kuongeza bibi wa pili, mpaka uangalie ile situation inakwenda namna gani ndio ongeze bibi wa pili. Kama vile una uwezo na umeridhiana na mke wako, labda huenda katika uzazi hauingiliani kwenye uzazi, akakwambia mume wangu mimi niko tayari uongeze bibi wa pili, huenda labda tukapata watoto. Hiyo ya kwanza. Ya pili, tuweza kusema kama vile tulivyozungumza, mkeo akawa anridhia, mjane amefiliwa na mumewe, akakwambia mke wangu bana, nakuomba mimi uniolee yule mwanamke maskini, tulee wale watoto, baba yao amefariki. Hiyo pia yaingiana na mengine mengi ambayo tunayoyazungumza kuhusu masala ya huyu sijui tuoe hana uwezo, huyu sijui asioe. Hayo tuweke kando. Kama vile alivyosema chairman, amesema jambo moja zuri sana, manake weza kuharibu nyumba kabisa. Nyumba ukaiharibu kabisa ikiwa utaongeza bibi wa pili, manake humjui, labda mwanzo ataka kumuoa, nzifita zile kucha, akija ukimuoa ndo akazifungua zile kucha, akararua kila kitu, mabeshiti akararuliwa, mito akararuliwa. Mimi sina cha kuongeza isipokuwa ni kuwa haya yote mliyozungumza ni sawa. Kwa hivyo kila mtu mwenyewe uamuzi uko kwake. Mwenye kutaka kuongeza ongeze, ikiwa mtu atataka kuwa atakuwa kama mimi na bibi mmoja pia ni sawa, ahlan wa sahlan. Shaona bwana.
Bwana ndugu yangu huyu hapa ana zaidi. Alhasil, kwa mazungumzo ya mwisho, kama baraza hili leo mada ilikuwa ni hiyo, mimi kama kijana naweza kusema bwana, kulingana na maneno ya shekhe wetu bwana, kimtaja Sheikh Yusuf Abdi, kwamba yoyote ambaye kwamba ana uwezo asiogope kuoa, tuache uoga. Kwa yule ambaye ana uwezo na siha yuko vizuri, yuko tamam kabisa, asiache kuoa, aongeze mke wa pili kwa kuwa anao ule uwezo. Lakini kwa kuwa huna uwezo, basi usije ukajiongezea, ukajiingizia balaa na maumivu na ukaribu mpaka nyumba ile ya kwanza. Inshallah, kwa yule ambaye ana uwezo afikiwe, aongeze. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.